Ayubu alikuwa kwenye wakati mgumu sana, hakuelewa anatoka vipi. Kumbuka hata marafiki zake wa karibu hawakuja kumtia moyo tena, walikuja kwa hukumu kubwa, wakasema, Bwana, unawatia moyo watu wengine, umewaombea watu wengine, umewainua watu wengine, ulitutia moyo kwa habari ya Mungu wako. Sisi wengine hata habari ya ibada ni watu wa kubipu, hata maisha yetu ya wokovu ni ya kubipu. Tulitegemea wewe unayetuhubiria, uliyetutia moyo. Inawezekana maisha yako yakawa ya tofauti, lakini matokeo yake ni kwamba maisha yako ndio yamekuwa ya chini, yamekuwa magumu, magonjwa kila kona, mifugo wote wamekufa, utajiri wako umeondolewa, halafu bado unasimama na huyo Mungu wako. Ni Mungu gani unayemtumikia? Huyo asiyejibu. Ayubu alikuwa kwenye wakati mgumu, lakini ndani ya jaribu kulikuwa na maongezeko ya utajiri mara mbili ya kwanza. Kulikuwa na maongezeko ya utajiri na heshima mara mbili ya kwanza ndani ya lile jaribu. Ayubu alivumilia. Ulipofika wakati wa Bwana, tunaona Bwana alivyomrejeshea. Wale waliokuwa kinena safari walipokuja, walikuja kwa kumtukuza Bwana, walikuja na tarumbeta, walikuja na maneno mazuri, walikuja na heshima. Hawakunena tena kwa dharau, kwa sababu Ayubu wa pili sio Ayubu wa kwanza. Ni Mungu amefanya mara mbili na kumng'arisha zaidi. Nataka nikutie moyo mchana wa leo ya kwamba katika jaribu unalopitia, maadamu bado umemshika Mungu aliye hai, unakwenda kung'ara kwa jina la Yesu Kristo. Hautabaki ulivyo milele. Kuna namna ambayo Bwana anakwenda kutokeza mkono wake. Inawezekana ni leo Bwana anataka kufanya jambo jipya kwako.